Kuna huyu mchizi hapa anaitwa Justin. Ametoka mazoezini na mshikaji wake anaitwa Amy. Amefika ndani, akamkuta dada yake anapiga makelele na analewa kinyama chumbani kwake. Una shida gani wewe? Ni Isike. Amekufa au? Hajafa. Amepata ajali? Hapana. Shida ni nini sasa? Isike ameniacha kwa sababu ya mwanamke mwingine. Mungu atamwadhibu huyo dada. Huyo dada hapa ni dada yake Justin anaitwa Ogechi. Analalamika kuwa kila mwanamume anayekuwa naye kwenye mahusiano amekuwa kimwacha tu. Hili linamuumiza kinoma yani. Justin anabaki kuwa mfariji wake tu pale. Karibu kwenye bonge moja na tambala mtu wangu, linaitwa 30 Single and Happy. Yani ana miaka 30, yuko single na ana furaha kinoma. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kucomment, kushare pamoja na kusubscribe YouTube channel yetu ya Zurio TV. Sasa picha yetu inaanza kumuona huyu dada hapa anasimulia kidogo. Jina langu naitwa Ogechi. Natarajia kufikisha miaka 30 hivi sasa. Miaka 30 ni mingi sana kwa mwanamke. Anapaswa awe ampata mwanaume au ameolewa kabisa. Lakini kwangu swala limekuwa gumu sana. Lakini anachojivunia huyu dada hapa ni kuwa kaka yake anampenda kinoma, kwa sababu mara nyingi anampa muda na michezo kila aina anafanya naye yani. Ogechi anasema anajivunia sana uwepo wa mdogo wake, kwani kuna muda anakubali kukaa sebleni watazame movie pamoja hadi anasinzia. Amekuwa akiishi naye maisha ya furaha kinoma. Kila kitu alikuwa anakifanya kwa ajili ya dada yake na mbio. Hata alipokuwa anarudi nyumbani akiwa na huzuni, Justin pia alikuwa anakumbwa na huzuni kama dada yake. Ogechi anasema kuwa kitu ambacho anajivunia kuhusu kaka yake, hamuachi kama ambavyo wanaume wengine wanavyomwacha. Hata kwenye siku yake ya kuzaliwa, kaka yake alimletea keki asubuhi tu na mapema. Hili lilizidi kumfurahisha sana Ogechi na mbiwa. Akaamini kuwa kaka yake ni mtu tofauti sana na wanaume wengine, na hiyo ndiyo kawa sababu ya kumpenda zaidi kaka yake hapa. Leo Justin akaahidi kumtoa out dada yake na mbiwa. Sasa baada ya kupewa keki, akaanza kujirekodi pale kama kawaida yake. Habari jamani, leo ni siku yangu ya kuzaliwa, na kama mnavyoona nimeletewa zawadi ya keki na kaka yangu. Niwaambie tu kuwa hakuna haja ya kuolewa kama una kaka anayekupenda kama kaka yangu. Si mnaona jamani huu upendo Tangu nimeamua kuachana na mapenzi, kaka yangu amekuwa akinipa furaha na amani ya moyo kabisa. Yani kwa sasa hivi kifupi siumii tena yani. Sasa muda mtoko ukao umefika na mbiwa. Dada mtu ametupia kinoma kwa ajili ya mtoko hapa. Kaka mtu alimsifia sana pale dada yake kapendezwa na mbiwa. Kisha akasepa kwenda kula mbako walikuwa naelekea. Muda kiasi ulipopita wakarudi, Ogechi analalamika kinoma yani. Na kitu ambacho kilimfanya lalamike, wakati wakiwa kwenye mtoko alitokea aliyekuwa mpenzi wake. Wakafanya vurugu sana pale na mbiwa. Kisha akawa amesepa. Akalalamika kuwa ameharibiwa siku yake kabisa. Justin mbavu akawa hanu na mbiwa. Sasa leo Ogechi amemvuta mpera Justin hadi sebleni. Justin akawa elewi ameletwa kufanya nini hapa. Kumbe alichokuwa anataka ni Justin aonekane kwenye podcast yake. Kwenye podcast ambayo huwa inazungumzia mahusiano muda wote. Lakini Justin ikawa amegoma kabisa pale. Ikawa haina namna tena, dada mtu akaingia live mwenyewe tu pale. Basi bana, kama kawaida ya washikaji Justin na Amy, mida hii ya jioni ndio huwa anatoka mazoezini. Mtu alishindwa tu kutoa pasi nzuri kama hivi yani. Aliporusha ule mpira tu ukamgonga huyu bidada hapa. Huyu bidada hapa anaitwa Samantha. Samahani, wewe ni kipofu au? Hauoni? Ni ajali tu. Kila mara samahani na maana gani sasa? Mchizi akaendelea kuomba msamaha pale, lakini Samantha hakutaka kabisa yani. Mida fulani hivi ya usiku, mchizi mawazo yake yakawa ni Samantha tu. Ule ukorofi wake ndio uliomvutia zaidi unambiwa. Sasa leo akiwa mezani, Justin ikabidi amwambie dada yake kuwa kuna msichana alikutana naye jana getini, na kwa bahati mbaya akamgonga na mpira getini. Nilimgonga nikamwomba msamaha pale, lakini alikuwa anapiga makelele tu. Ikabidi nimfuate. Kwa nini umfuate na ushamwomba msamaha? Nilitaka kumwomba msamaha maana alikuwa kachukia kinoma. Ungesema tu samahani ukaachana naye aende. Nilipata wasiwasi. Kuhusu nini? Kuhusu yeye, nadhani kuna kitu hakiko sawa kwake. Hizi taarifa zilikuwa nzuri sana kwa dada yako na mbiwa. Samantha huwa anafanya biashara kuuza juisi mtaani. Sasa wakati anaendelea na zoezi hapa, Justin akawa amemuona, ikabidi amfuate pale. Samantha hakutaka kabisa mazoeo na mbiwa. Mchizi akataka kununua ile juisi pale, akaambiwa toe pesa kwanza ndio pewe bidhaa. Naonekana tapeli Mchizi akampa pesa kisha akapewa juisi. Bibi hakutaka kabisa maongezi zaidi na mwana na mbiwa. Mchizi akaionja ile juisi pale. Umeitengeneza wewe? Ndiyo, ni mimi. Aiseni nzuri. Unaweza kununua zaidi kama unataka. Na nunua zote hizi, niweke zote. Samantha alishangaa kinoma Kisha akapewa kibunda cha maana cha pesa na mbiwa. Pesa ilikuwa ni nyingi mno kuliko hata bidhaa ambazo alikuwa anaziuza pale. Justin akafungashiwa mzigo wake pale na nini, kisha akajichenga zake. Ile bidada anageuka kutoa chenchi, Justin akawa ashatembea kitambo yani. Ikabidi amkimbizie chenchi yake pale kwa sababu hakutaka kabisa kubaki na pesa zaidi ya bidhaa ambazo alikuwa nazo pale. Alisubiri sana pale getini, hakuna mtu yani. Ikabidi asepe tu na mpunga wote na mbiwa. Usiku wa leo dada mtu alipofungua friji tu akakuta juisi nyingi kinoma yani. Ikabidi aonje kwanza. Kisha akawa amemuita Justin hapa. Kwa nini umenunua mzigo mwingi hivi? Akasema kuwa ni kwa sababu alipenda ile juisi. Dada mtu alipoambiwa kuwa ile juisi imetoka kwa yule dada mkorofi, akaenda kuimwaga na mbio. Dada mtu apende kabisa kaka yake awe na mahusiano na mwanamke mwingine. Anachokitaka awe yeye tu, kwa sababu anaamini mchizi akiwa na mwanamke mwingine hata mjali tena dada yake. Sasa Justin wakati anapiga stories za mpira na mshikaji wake Amy, akaja Ogechi hapa analalamika kuwa hataweza kuhudhuria kwenye harusi ya rafiki yake kwa sababu tu anajua hiyo ndoa
ndoa haiwezi kudumu yani. Ikabidi Justin kwanza mnyang'anye simu. Kwani unaongea mabaya tu kuhusu ndoa ya rafiki yako wewe? Sio mabaya, mimi naongea ukweli, yani fact tupu. Ndoa ni mateso tu, wanaume ni uchafu, ataishia kuteseka tunamwambia. Justin akamtaka asifikirie mabaya tu kuhusu mapenzi kwa sababu tu yeye anamtesa. Alikasirika kinoma yani. Leo tena Samantha amekuja getini kwa kina Justin hapa. Mchizi akamkaribisha ndani na nini, bibi akamletea chupa 2 leo kutokana na pesa ambayo ilikuwa imesalia kwenye pesa aliyoitoa siku ile. Sasa mchizi kabidi aombe namba kwa bibi, lakini bahati mbaya bibi hakuwa na simu kabisa. Kwa umri wako huo ulipaswa kuwa na simu najua. Mama yangu wa kambo haruhusu kabisa mimi nimiliki simu. Ghafla kaingia Ogechi hapa na gari yake. Aliposhuka tu kwenye gari ikabidi aulize, hicho ni nini? Ameniletea. Akachukua kisha katupa chini. Unataka nini kwa mdogo wangu wewe? Au kwa sababu ni tajiri na wewe ni maskini eh? Huyu hawezi kufanya chochote kwako kwa sababu pesa anazozitumia ni za kwangu mimi. Umenielewa? Ndio utupe bidhaa zangu sasa, kisa tumejuana na kakako. Haupasi kujuana naye, maana hana kitu cha kukupa wewe. Bibi akachukua bidhaa zake pale kisha kasepa. Ukiona wanaume usiwakimbilie nakwambia. Justin alimaindi kinoma hili swala unaambiwa. Au kwa sababu nipo kwenye nyumba yako eh? Ndio maana unafukuza wageni wangu hivi yani. Mchizi alifoka sana pale na kumwambia kama akiendelea hivi basi yeye itabidi aondoke hapa nyumbani. Sasa mishare fulani hivi ya usiku Ogechi akamletea chakula Justin, lakini mchizi hakutaka kabisa kufungua mlango na mbio. Yote kwa sababu ya kila ambacho alifanyiwa mchana na dada yake. Ogechi aligonga sana pale yani, lakini hakuna kitu ambacho kilikuwa kimebadilika kwa kaka yake Justin. Ikabidi aache chakula pale mlangoni ili kama mchizi akipata njaa basi atafungua aende akakichukue. Asubuhi kumekucha, mchizi akaenda kusimama getini kwao yani, ili kusubiri tu kama Samantha anaweza kuja leo tena. Alisubiri sana yani, lakini aliambulia hewa tu. Sasa mchizi akawa anampita Ogechi kama hamuoni yani. Justin, nini? Kwa hiyo mimi unaniambia nini? Tunalingana? Unanidhalilisha mbele ya yule msichana, ukasababisha hadi ameacha kuja hapa tena. Justin akasema kama anahitaji amani humu ndani basi aombe msamaha kwa kila ambacho alikifanya siku ile. Kama bahati bana, ile mchizi ametoka tu nje akakutana na Samantha hapa, lakini Samantha hakutaka kabisa kuongea na mwana. Kwa nini unanikwepa wewe? Baada ya yote ambayo dada yako alinifanyia, kwa nini sikukwepe sasa? Mchizi akamshusha kwa lazima mzigo pale. Niache. Kisha akamwombea msamaha dada yake pale na nini, na mambo akaenda kama hivyo. Sasa Samantha ikabidi ampe mkanda mzima wa kila ambacho anachokipitia anapoishi. Akamwambia kuwa anaishi na mama yake wa kambo pale, na huyo mama anamtesa kinoma yani. Samantha akasema kuwa mama yake alipokuwa na ujauzito hata mzee wake aliukataa ule ujauzito, na hata ilipojulikana kuwa ni mwanae bado hakuwa anampenda kama mwanae, na hata mama yake alipofariki tu ikalazimika kaishi na mzee wake, na hapo ndipo mateso yalipoanzia unaambiwa. Sasa hata shuleni mzee wake alikuwa anamlipia ada tu, mengine alikuwa anajipambania mwenyewe, na hata biashara ambayo anaifanya hapa ni kwa ajili ya kuendesha maisha yake. Anasema kwa sasa ameshachoka kabisa kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko upande wako na mbio. Nipo kwa ajili yako na nitafanya chochote kwa ajili yako yani. Nitakupeleka ukasome college, nitakulipia ada na kila kitu nitafanya kwa ajili yako. Na huo ndio kama mwanzo wa urafiki wao unaambiwa. Leo amekuja kumtembelea Justin hapa, ikabidi aulize kama dada yake yupo. Lakini alipoambiwa ametoka tu, kidogo akawa amepumua hapa. Maana hakutaka kabisa kukutana na matatizo kama ya siku ile. Mchizi akawa anamfundisha bibia na nini, alikuwa anapiga sana msuri unaambiwa. Kila akishindwa kitu anamuita mchizi amsaidie. Sasa baada njaa kumpiga bibie, mchizi akaamua kumwandalia msosi wa kwenda bibie. Alipokionja tu kile chakula akafikiria, kisha akatikisa kichwa kuonyesha kwamba amekubali mapishi ya mchizi. Mimi ni mbaya, nakwambia ni mbaya. Justin alipotoka tu, Samantha akakila kile chakula haraka haraka na mbio. Mchizi akamfuma na matambi mengi kinoma mdomoni. Nini hiki? Basi bana, bibi akawa anakuja mara kwa mara kusoma kwa mwana. Leo mchizi akaamua kumletea zawadi ya simu Samantha. Alifurahi kinoma yani. Mwisho akakataa kuichukua ile simu kwa sababu mama yake wa kambo ni mkorofi kinoma. Justin akamwambia hawezi kuiona hiyo simu. Vipi kama akiiona? Chukua hii simu, na kama wakikufukuza njoo tuishi hapa nyumbani. Mchizi akaanza kuongea na bibi mara kwa mara sasa. Anafuraha kinoma yani. Ogechi aliporudi alilalamika kinoma kwa mdogo wake yani. Inaonyesha kuna pesa nyingi sana zimetolewa kwenye akaunti yangu ya benki. Ni kwa ajili ya nini? Nimenunua simu. Kwa ajili ya nani? Ya Samantha. Yaani umechukua pesa yangu bila kusema chochote ukamnunulia simu yule maskini. Ogechi ikabidi amnyang'anye kadi ya benki mchizi pale. Majira fulani hivi ya usiku dada mtu akapita karibu na chumba cha Justin. Mchizi alikuwa anaongea na Samantha, anacheka kinoma yani. Hili lilimuumiza kinoma Ogechi yani. Hapendi kabisa kaka yake aongee na mwanamke mwingine tofauti na yeye. Justin asubuhi ya leo amekuja kumsalimia dada yake hapa. Dada mtu akafoka sana yani. Nenda akampe hiyo salamu yule mwanamke mzuri ambaye hujawahi kumuona duniani. Mchizi agaganda tu pale. Sasa si uondoke hapo umfuate yule mwanamke mzuri kuliko wote. Umeganda nini sasa hapa? Mchizi akawa anaelewa kitu yani. Ikabidi asepe tu yani. Siku nyingine tena kitabu kikaendelea kupigwa hapa nyumbani yani. Mchizi muda wote macho yake yapo kwa Samantha tu, wala akili yake haifikirii kile wanachokijadili pale. Mapenzi yakawa yamezidi, mchizi akawa anasindikizwa mazazini na mchumba. Urafiki wao ukawa umekolea kinoma yani.
Sasa majira usiku leo, Mchizi akapigiwa simu na Samantha kuwa kuna tatizo limetokea. Ikabidi Mchizi asepe kwenda kumsaidia. Justin akaja kumwomba funguo za gari dada yake hapa, wala kumwambia wapi anaelekea yani. Unaenda wapi Justin? Dada mtu wasiwasi ukawa umemjaa pale. Hajui kaka yake ameenda wapi usiku huu. Muda kiasi Justin akarudi na Samantha hapa. Kwa nini yupo hapa usiku huu? Hayupo sawa kwa sasa. Tutaongea. Tuongee sasa hivi. Samantha alipata matatizo nikaenda kumsaidia bila ruhusa yangu. Samantha akataka kusepa pale, lakini Mchizi akawa amemzuia. Akamwomba dada yake kama vipi waongee kesho. Dada mtu anamwonea wivu kinoma mdogo wake. Justin akamleta chumbani kwake hapa na kumweleza kuwa hapa ndipo atakuwa analala na sio chumba cha wageni, kwani hapa atakuwa salama zaidi. Samantha alishukuru sana kwa Justin pale kwa kumpa msaada kwa kipindi hiki kigumu. Justin akamwangalizia na nguo pale za kubadili na nini, kisha akamsihi ajihisi yupo nyumbani hapa. Asubuhi kumekucha, Mchizi ameandaa msosi kwa ajili ya Samantha yani. Dada mtu ilimuuma kinoma hii. Alitamani yeye ndo angefanyiwa haya yote na sio Samantha. Mchizi hakujali wala nini. Akapeleka msosi chumbani. Hawezi hata kumtengenezea dada yake chakula. Anaweza kumtengenezea mwanamke mwingine baki tu. Huyu itakuwa amekamatika mazima huyu. Yule mwanamke kamkamata huyu. Leo tena Ogechi amekuja kutengeneza episodi nyingine ya kupondea mapenzi. Yule mwanaume ambaye umemwamini kuwa utakuwa naye lazima atakuumiza tu. Kama mimi nilivyokuwa namwamini huyu mmoja. Mnajua nini kimenitokea? Amepata mwanamke mwingine na amehamishia mapenzi yake huko yani. Justin leo amemletea zawadi ya nguo Samantha. Wakati anakagua hapa, Ogechi alikuwa anatazama kila kitu yani. Nawezaje kurejesha hiki ambacho unanipa jamani? Jamani, kwenye nyumba yangu watu wakujali kabisa yani. Justin akawa anacheza michezo kibao na Samantha yani, huku dada mtu anaumia kinoma yani. Dada mtu anasema kuwa mambo yote ambayo alikuwa ananifanyia mimi sasa hivi anafanya na huyu mwanamke. Hali ya wivu inamtafuna sana Ogechi. Sasa Ogechi akatoka kidogo, akawa anawasikiliza kwa pembeni yani. Nahisi anipendi dada yako mimi, ila amewasikiliza. Mwisho akarudi pale mezani, akawa anaangalia tu asemi kitu yani. Kila mmoja pozi likamuisha pale. Ikabidi Samantha aondoke tu pale na juisi yake. We, unaenda wapi na glasi yangu? Samantha ikabidi aiache tu pale yeye asepe. Sasa Ogechi akakaa akitaka kucheza na Justin hapa. Sasa Justin akaona hili ni tatizo sasa. Na yeye ikabidi asepe tu, akabaki anajichezea mwenyewe tu pale. Justin na Samantha wakawa wanapika pamoja huko wanacheka yani. Sasa kwa sababu ya wivu wa Ogechi, akawa anakuja kuvuruga tu na mbio. Haijulikani anatafuta nini hapa. Kila mtu akawa anamshangaa yeye tu. Zile moment za kuangalia movie pamoja alizokuwa anazipata yeye, sasa zimehamia kwa Samantha. Anaangalia kwa mbali, watu wanaenjoy tu. Wivu alionao ni kama Justin ni mwanaume wake yani. Kila hatua aliyokuwa anapiga, yeye yupo bega kwa bega yani. Namna walivyokuwa wanafurahia maisha yao, yeye alikuwa pendi kabisa. Anahisi ni kama wanamfanyia makusudi hivi. Akaona huu ni ujinga sasa. Akataka kuwafuata pale, kisha kasita. Ikabidi ajifanye ameumia tu hapa ndani. Justin na Samantha wakaja faster yani. Hakutaka kabisa ashikwe na Samantha unaambiwa. Ikabidi Justin amsaidie pale na nini, akawa amemfukuza Samantha akatafute maji jikoni. Yote anataka Justin amjali yeye tu. Kwa nini unamwangalia yule badala ya kuangalia mguu wangu wewe? Leo tena Ogechi amekuja kurekodi kipindi chake cha mapenzi hapa. Akawaambia kuwa hakuna cha damu ni nzito kuliko maji wala nini. Hata kakake Justin naye ni wale tu. Wanaume wote ni uchafu. Ni uchafu nakwambia. Sasa baada ya muda kupita toka ile video ichapishwe, Justin akawa amekuja analalamika kinoma yani, kwa nini amemsema vibaya kwenye kipindi chake cha kipuuzi. Mimi nimeongea ukweli. Sasa kwa nini unahitaji kisa uhusiano wangu na Samantha? Kwa sababu yule msichana amekuondoa kwangu. Kwa hiyo ni wivu na mimi? Ndiyo, nina wivu. Wewe dhani mimi sina wivu? Lazima ujue kuwa mimi ni kaka yako, sio mpenzi wako. Sijui hata kwa nini nikuamini wewe. Wanaume wote ni sawa tu kumbe. Wakakubaliana kila mtu aishi maisha yake pale ambayo anayajua. Sasa Samantha alisikia kila kitu yani, kwa sababu wakati wanazozana hapa yeye alikuwa nje anasikiliza. Mchizi akamkumbatia tu mtoto pale. Baadaye ikabidi waanze kujadili namna gani ambavyo watamsaidia Ogechi. Samantha akasema wanapaswa mtafutie mwanaume ili asisumbue tena, kwa sababu hata haya yanayotokea hapa hakuna mtu ambaye anaonekana kumjali yeye. Samantha akasema ana binamu yake ameolewa kwa sasa na alikutana na mwanaume wake kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi. Sasa usiku wa leo Ogechi alipoitazama ile video aliyoposti, hakukuta comment yoyote ambayo inamsupport kwa kila ambacho alikizungumza. Comment zote zilikuwa zinamponda yeye tu. Ikabidi aishushe ile video haraka yani. Upande pili kwa Justin na Samantha wakaanza kujaza taarifa za Ogechi kwenye ile tovuti ya mahusiano. Walipomwona anakuja tu wakafunika PC, wakaendelea na mada nyingine pale. Alipotoka tu wakaendelea kujaza taarifa zake. Sasa ile Mchizi ametoka zake mazoezini leo, akapewa taarifa na Samantha kuwa tayari amepatikana mtu ambaye amempenda dada yake. Ikabidi aje kuangalia message pale. Mchizi anaitwa Martin na anahitaji kuonana na Ogechi. Sasa kipengele kikaja kuwa watamwambia vipi Ogechi akakutana na huyo Martin. Kizaazaa ndo kikaanzia hapo. Sasa leo Ogechi yuko zake busy huku jikoni, alikuwa anaimba wimbo wa Msingolede. I'm a single lady, I'm a single lady. Oh 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 oh. Anapika na vibe kinoma man. Mara kaje Justin na Samantha hapa, akawashangaa kinoma man. Mna nini nyinyi? Kuna mtu anaitwa Martin, ni mzuri sana, ameomba utoke naye. Mnaongea nini?
mimi na Samantha tumekutengenezea profile kwenye tovuti ya kutafuta wachumba na Martin ameonyesha kukupenda. Kwa hiyo mimi ni malaya Mmeamua kunitafutia mwanaume, si ndio? Akawaagiza wakafuta taarifa zake kwenye hiyo tovuti. Jaribio la kwanza likawa limegonga mwamba yani. Bunge likarudi tena kuketi kutengeneza njia nyingine ya kumshawishi Ogechi. Wakawaza kwa nini Martin asije hapa nyumbani. Lakini hofu ikawa ni kuwa nani anaweza kukutana na mtu nyumbani kwake tena kwa mara ya kwanza wakati walikuwa wajuani. Kisha Justin akaomba achiwe hilo jambo. Leo Justin kamletea zawadi ya gauni dada yake. Ikawa ni sehemu ya kumwomba msamaha kwa kila ambacho amemfanyia pale. Akamuomba kama vipi baadaye wafanye mtoko wa kuondoka kwenda sehemu. Ogechi akawa amekubali pale. Justin akamwambia atamtumia ramani ya sehemu gani ambapo wataenda kukutana. Kwa nini unanitumia ramani wakati tunaweza kuondoka wote hapa? Hapana, napaswa kutangulia mimi kwanza. Kisha Ogechi akawa amekubali na mbio. Sasa kumbe bunge lilichokifanya ni kukubali mwaliko wa Martin na kisha kumwelekeza Ogechi aende kwenye hiyo hoteli. Na wakajua tu kuwa akifika tu pale lazima Martin atamjua na baadaye akirudi watamwomba msamaha tu yataisha. Kweli bana, Martin akawa amemjua pale na nini, lakini Ogechi akawa haelewi kitu yani. Akaambiwa kuwa walikuwa wanaongea naye kwenye tovuti ya mahusiano. Akajifanya tu pale naye kama anamjua na nini, mambo mengine akaendelea na mbio. Upande pili huku mawazo ni mengi kwa hao washikaji yani. Wanajiuliza sasa hivi alipaswa kuwa amerudi hapa nyumbani, lakini bado hajarudi mpaka sasa. Mawazo yao ni kuwa akirudi tu hapa atawafanya kitu kibaya kinoma yani. Justin leo ndo akamtamkia rasmi Samantha kuwa anampenda yani. Kumbe muda wote huo walikuwa naishi kirafiki tu na mbio. Upande wa pili huku Ogechi ameifurahia kinoma hii date. Ni vicheko tu vinatembea hapa mtu wangu. Mwamba alikuwa ni mcheshi kinoma yani. Huku nyumbani walimsubiri sana Ogechi, mara muda kidogo wakasikia anakuja. Aliingia ndani na furaha kinoma yani. Alikuwa anaimba tu hapa. Hawa watu ikabidi washangae hapa. Haya tukasirikia kabisa. Sasa kila mtu kawa haelewi nini ambacho kimeendelea huko. Samantha leo akiwa matembezini akasikia Ogechi anaongea na simu hapa. Anafurahi kinoma yani. Justin naye wakati anapita akaunga kusikiliza hapa. Alipotoka tu Samantha kwa aibu akajichenga pale, akamwacha mwenzake Justin. Kwa nini umesimama mlangoni kwangu kama mlingoti? Unajua nimekuja kuchukua maji. Chumbani kwangu? Hapana, jikoni. Jiko siliko chini huko. Bibi akajua tu kuwa hawa walikuwa namsikiliza. Asubuhi ya leo Ogechi ameandaa chai ya nguvu yani. Akawa anawaita Justin na Samantha hapa. Kila mmoja alishangaa kinoma imekuaje leo. Na mimi nimo? Ndiyo, na wewe mnashangaa nini sasa? Mimi nimebadilika kabisa, nina furaha zangu tu hapa. Ikabidi waketi mezani wapate chakula. Justin akaona hapa inawezekana mchumba wangu kaweka sumu. Akabadilisha chakula pale na nini. Kwa hiyo nahisi mimi nimeweka sumu, si ndio? Ikabidi Ogechi chakula chake ampe Justin pale. Cha Justin akachukua yeye. Kila mmoja alikuwa haamini kabisa kila ambacho kinaendelea pale. Mara simu ikiwa imepigwa ya Ogechi. Akatoka kwenda kuongea na simu. Hakuna aliyekuwa naamini kama Ogechi amebadilika kabisa. Samantha leo ametoka zake chuo, akatambulishwa kwa Amy pale na nini. Wakati utambulisho unaendelea, Ogechi akaja amevalia gauni lake fulani hivi, kapendeza kinoma man. Akawataka ambiwe kama amependeza ama vipi. Wakamsifia tu pale na nini, mwisho akawa amesepa. Huyo si ndo alikuwa na focus siku ile? Umefanyaje ukampata huyu mwanamke wewe? Upande nje huku Martin amekuja kumchukua ndege wake hapa. Akamsifia sana kuwa lile gauni limempendeza kinoma man. Anamaliza kwa kusema wanaume wote sio uchafu kama ambavyo alikuwa anafikiria yeye, lakini kuna wanaume wanaweza kukufanya ukaiona hii dunia kama sehemu yenye furaha sana, hasa ukimpata mwanaume anayekupenda kwa dhati kama ambavyo yeye amempata Martin. Asante mtu wangu kwa kulitazama tambala hili. Linaitwa 30 Single and Happy, yani miaka 30 yuko single na ana furaha tu. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Tukutane kwenye video nyingine zinazofuata mtu wangu. Bye bye.